Ingojea mimi na wewe, kwa uwezo wake Mungu leo imefika. Popote uendapo tutakuwa pamoja. Mungu ametunganisha mimi na wewe, nasi wawili tena ni mwili mmoja. Wewe ni wangu kweli na mimi ni wako. Njoo, I love you mpenzi wangu, I need you siku zote, I love you. Mungu ametunganisha mimi na wewe, nasi wawili tena ni mwili mmoja. Wewe ni wangu kweli na mimi ni wako. Njoo, I love you mpenzi wangu, I need you siku zote, I love you. Mama yetu Maria, ahadi yetu sasa kweli imetimia. Popote uendapo tutakuwa pamoja. Mungu ametunganisha mimi na wewe, nasi wawili tena ni mwili mmoja. Wewe ni wangu kweli na mimi ni wako. Njoo, I love you mpenzi wangu, I need you siku zote, I love you. Mungu ametunganisha mimi na wewe, nasi wawili tena ni mwili mmoja. Wewe ni wangu kweli na mimi ni wako. Njoo, I love you mpenzi wangu, I need you siku zote, I love you. Tumekusanyika hapa siku ya leo kwa ajili ya wenzetu hawa wanandoa wanaobariki ndoa yao siku ya leo, Bwana Evans na Alice, ambao basi wameamua kuja mbele ya madhabahu ya Mungu kujiweka rasmi mbele ya Mungu kupata baraka ya Mungu katika ndoa yao. Sio kitu rahisi. Wengine wanandoa wengi bado wanajizuia, lakini hawa wamechukua maamuzi mazuri kabisa baada ya kuona kwamba kweli wanapendana na wameamua kuwa pamoja maisha yao leo. Naomba tuwashangilie kwa makofi. Kwa hiyo ndugu zangu, tuko hapa kwa ajili ya kuwaombea katika safari ya ndoa takatifu ambayo basi sio safari rahisi. Changamoto ni nyingi, lakini basi sala zetu na dua zetu tawawezesha waweze kuwa katika amani na upendo, wapendane sote kama Kristo mwenyewe alivyotupenda sisi, kama Kristo alivyopenda kanisa lake. Kwa hiyo basi tuungane pamoja katika ibada hii ya misa kuwaombea na kuwatakia mazazi mema katika ndoa yao takatifu. Basi tunangu kitambua tuna wakosefu, tukiri dhambi zetu tuweze kusaidika katika mafumbo haya matakatifu.
Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Pendo na lisiwe na unafiki. Lichukieni lililo ovu, mkiambatana na lililo jema. Kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi. Kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Kwa bidii, si waregevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana. Kwa tumaini mkifurahi, katika dhiki mkisubiri, katika kusali mkidumu, kwa mahitaji ya watakatifu mkifuata ukarimu, katika kukaribisha wageni mkijitahidi. Wabarikini wanaowaudhi, barikini wala msilaani. Furahini pamoja nao wafurahio, lieni pamoja msilie yaliyo makuu. Lakini mkubali kushughulishwa na mambo manyonge. Msiwe watu wa kujivunia akili, msimlipe mtu ovu kwa ovu. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Kama yamkini kwa upande wenu, mkae katika amani na watu wote. Neno la Bwana.
amezaliwa na Mungu na alifana kuwa Mungu. Haleluya, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi mmewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kuzaa, ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu awapeni. Injili ya Bwana. Wakifikia waumini wapungie tafadhali, wapungie mkono. Amependeza, hajapendeza jamani? Naona hii suti alivaa Donald Trump rais wa Marekani, alimwazima Evans. Makofi kwake na vigelegele. Leo kutoka Dubai. Makofi kwake. Basi ndugu zangu, kama mnavyosikia hayo makofi na vigelegele na mvua inanyesha huko nje, mvua hii inaonyesha kabisa kwamba ndoa hii ni ya baraka na neema.
kwa wale wazee wetu wa zamani, mnapokuwa na tukio na mvua ikanyesha, maana yake ni baraka, na baraka hizi basi zinazoonekana kwa mvua hii ndizo tunazowatakia ninyi maharusi wetu Evans na Alice, ambao basi mmeamua kujiweka mikononi mwa Mungu rasmi kabisa, ili neema na baraka zake Mungu zinazotiririka ziweze kuifikia ndoa yenu, kwamba ndoa yenu isiwe ndoa tu, lakini iwe ndoa takatifu, ndoa ambayo kuna mkono wa Mungu juu yake. Amina jamani. Kwa hiyo sisi tunawatakia yote yaliyo mema katika ndoa yenu, na tumesikia somo la kwanza Mtume Paulo akiwaandikia Warumi akizungumzia hasa juu ya upendo wa dhati. Anasema pendo lenu na lisiwe la unafiki, kwamba Evans unasema unapenda halisi, lakini kumbe unapenda tu kijuujuu. Unapenda tu kwa maneno tu, lakini sio kwa matendo. Kwamba nawe Alice unasema unapenda Evans, lakini sio ile pendo inayotoka moyoni. Mtume Paulo anasema pendo lenu na lisiwe la unafiki, liwe pendo la kweli, uwe ni upendo ule tunaita upendo wa agape. Na upendo wa agape ni upendo wa namna gani? Ni upendo usiokuwa na masharti. Mara nyingi sisi binadamu tunapendana hata katika kuingia katika ndoa takatifu, mume na mke, upendo wetu unakuwa na masharti, kwamba nampenda mke wangu kwa sababu ni mrembo, wanaita fisikali siku ingine. Nampenda mke wangu kwa sababu ni fisikali, nampenda mume wangu kwa sababu ni msamboi. Kwa hiyo msamboi ukiisha na upendo umekwisha, ufisikali ukiisha na upendo umefanyaje? Umeisha, sababu tunapenda sababu ya urembo wake au uzuri wake. Upendo wa kweli sio hivyo. Sawa, hata kama umependa kwa sababu ni mzuri, lakini uzuri usiwe ndio kigezo au muhimili wa upendo wako kwake. Kwamba ikatokea leo alikuwa anapika, mafuta yakamjaa usoni, uso ukabadilika ukawa kama wa kinyago, unatakiwa uendelee kumpenda. Amina. Sababu mwingine akishaona wangu tena ameshaharibika sura tena, ili siwezi hata nikatoka naye nje na nini, kaenda mahali tukakaa, tayari hapo upendo wako unakuwa ni upendo wa shaka. Upendo huo hautakiwi kuwa wa mashaka. Lolote litakalopata mwenzako utaendelea kumpenda tu. Isiwe ikawa Alice umependa Evans kwa sababu ni tajiri, ana pesa nyingi, pesa zikija kuisha basi na upendo umeisha. Kwenye ndoa nyingine ndio hivyo, mwanamke anapenda mume kwa sababu ni tajiri, ana mapesa mengi, pesa zikiisha na upendo umekwisha, anasema anaenda kutafuta mwingine mwenye mshiko. Lakini kumbe upendo ambao hauna masharti, upendo wa agape, upendo huo ambao Mtakatifu Paulo anasema usiwe upendo wa unafiki, ni kwamba hata kama mumeo
alikuwa na mapesa mengi na mapesa yameisha, unatakiwa uendelee kumpenda. Amina, uendelee kumpenda na mkae sasa katika upendo huo, mweke mipango mikakati ya kutafuta hiyo pesa ambayo imeisha. Kwa hiyo kwa maneno mengine, upendo ambao tuna waombea katika ibada hii ya misa, sisi sote ambao tuko hapa, basi uwe ni upendo wa kweli, upendo wa agape, upendo usio na masharti. Lolote litakalompata Alice Evans na mimi nipokee hivyo na upende hivyo katika hali yake. Lolote litakalompata Evans, Alice unatakiwa uendelee kumpenda katika hali hiyo hiyo. Na ndio maana tutaweka maagano hapa. Maagano haya tunayoyaweka mbele ya Mungu sio ya mchezo mchezo, kwamba utampenda mwenzako maisha yako yote, katika shida na raha, katika ugonjwa na afya. Mpendane siku zote mpaka kifo kiwatenganisha. Hayo maagano wakati mwingine tunaweza tukawa tunayachukulia poa, lakini maagano haya ndiyo muhimili wa ndoa, na ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu wanandoa wanasahau maagano haya ambayo tunayaweka mbele ya madhabahu ya Mungu. Maagano ya ndoa, kwamba huyu ambaye umemchagua leo ndiye ambaye unaona kwamba unaweza ukaishi naye maisha yako yote. Kwa hiyo hatutegemei akatokea mtu wa tatu kati yenu. Ndio maana haya maagano, kwamba huyu ambaye umemchagua ndio huyo mmoja tu, asiongezeke mwingine. Akiongezeka mwingine hapo katikati, tayari ndiyo migogoro inaanza. Msifu Yesu Kristo. Na haya maagano ya ndoa, ndugu zangu, ndiyo yanayomfanya mwanandoa awe mwaminifu katika ndoa yake. Na moja kati ya mambo ambayo yanavunja ndoa na yanaleta migogoro ya ndoa ni swala la uaminifu, kutosalitiana, kwamba ubaki na huyo tu. Kwa hiyo kila mmoja anapaswa kukumbuka hayo maagano ya ndoa. Popote unapotoka pale nyumbani, unakwenda kazini, lazima moyoni mwako uyakumbuke hayo maagano ya ndoa, sababu huko mtaani tunakutana na mambo mengi, tunakutana na vishawishi ambavyo vinaweza vikakufanya utoke nje ya hayo maagano. Na unapofanya agano na mwenzako, maana yake unafanya agano na Mungu, kwamba unamwahidi Mungu kwamba huyu Alice ndiye atakuwa mke wangu, sitakuwa na mwingine. Huyu Evans ndiye atakuwa mume wangu pekee, sitakuwa na mwingine. Kwa hiyo chochote ambacho kitakuja hapo katikati hakina nafasi. Hasa maharusi wetu na kuwakumbusha wanandoa ambao wako hapa kwamba uaminifu katika ndoa unaanzia ndani yako wewe mwanandoa, kutambua maagano yako ya ndoa. Hayo maagano ambayo tumeyaweka mbele ya altare na maharusi wetu watayaweka
Hayo ndiyo yawasaidieni maharusi wetu wa leo, mkauishi uaminifu katika ndoa. Usingojee mpaka mkeo akwambie ndio uanze kujikosoa. Hapana, wewe mwenyewe unatakiwa ujue kwamba mimi ndiye napasa kujitunza, ndiye napasa kujiangalia, ndiye napaswa kuepukana na hiyo vishawishi, ndio napaswa nisijiweke katika mazingira yatakayonifanya nimsaliti mwenzangu, wewe kama wewe. Na ukishaelewa hilo, basi ndoa yenu itakuwa na amani. Ni wanandoa wengine kama mmeyasahau hayo, basi yakumbukeni. Ndoa ina changamoto nyingi na maisha ya binadamu yako hivi. Usitegemee kwamba basi maisha yataenda tu, kutakuwa na migogoro ya hapa na pale. Migogoro itakuwepo, sehemu ya maisha, na migogoro inapotokea, basi na hawa wasimamizi wenu kazi yao kubwa ni kuwasaidia ninyi katika pia kutatua migogoro. Kwa hiyo sio tu wanawasimamia hapa katika ibada hii ya misa, wanatakiwa waendelee kuwasimamia katika maisha yenu, hasa mnapopata na changamoto. Kwa hiyo ninyi wasimamizi, mtambue wajibu huo wa kuwasaidia Evans na Alice katika maisha yao wanapopata changamoto. Lakini ninyi ndio mnapaswa sasa muwe mfano kwanza. Maanake ndoa yetu wamewachagua ninyi, nikiamini kabisa wameona kwamba ninyi ni watu wema na mnaishi kwa amani na upendo katika ndoa yenu. Hali hiyo basi iendelee ili hawa waweze kuwarudia. Lakini sasa kama ninyi pia mtakuwa mnaishi katika migogoro bila upendo, hamtakuwa na mastahili ya kuwasaidia. Kwa hiyo timizeni wajibu wenu siku zote, wasimamia hawa wanapokuja, muwapokee, muwashauri. Mkishindwa basi waelekezeni, waje kanisani, wakutane na sisi wachungaji wenu. Kuna ndoa nyingine zinapata changamoto na wanandoa hawataki kusuluhisha mambo kanisani, nataka kwenda kusuluhisha kwenda mahakamani, ni watu na watu, wakati ndoa ya Kanisa Katoliki huwa haivunjiki hata siku moja, ni ya milele. Kwa hiyo lolote litakalotokea, lazima utafute namna ya kupata suluhu ya tatizo ili muendelee kuwa pamoja kama mama kanisa anavyotaka. Kwa hiyo Mungu awabariki sana, awatunze, awalinde, mpendane mpaka kifo kiwatenganishe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa makofi na vigelegele. Basi ndugu zangu, sasa ni wakati wa wanandoa wetu hawa, maharusi wetu, kuweka maagano ya ndoa takatifu. Naomba basi mjongee hapa mbele pamoja na wasimamizi wetu. Ndugu zangu wapenzi, nimefika hapa kanisani ili mapendo yenu yapate kutiwa muhuri mtakatifu wa Bwana mbele ya mjumbe wa kanisa na mbele ya watu wote walioko hapa. Bwana wetu Yesu Kristo anabariki sana mapendo hayo, na kwa sakramenti hii ya pekee anawaneemesha na kuwaimarisha
Ndiyo maana basi nawahoji mbele ya kanisa juu ya nia yenu. Evans na Alice, je, mmefika hapa kufunga ndoa pasipo shuruti kwa hiari yenu na kwa moyo radhi? Je, mko tayari kuishi maisha ya ndoa, kupendana na kuheshimiana siku zote za maisha yenu? Je, mko tayari kuwapokea kwa mapendo watoto mtakaopewa na Mungu na kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Basi kwa kuwa wakusudia kufanya maagano ya ndoa takatifu, shikaneni mikono ya mume na kuonyesha kukubaliana kwenu mbele ya Mungu na kanisa lake. Hakika wewe Bwana ni mwema, hujawahi kumuacha mtu aliyekukimbilia wewe, aliyekutumaini wewe. Nampokea usia wangu wanaipo kwako katika raha na tabu, katika magonjwa na afya, kusudi nikupende na kukuheshimu siku zote za maisha yangu. Nakupokea wewe Evans uwe mume wangu, na ninaahidi kwamba kuishi kwako katika raha na tabu, katika magonjwa na afya, kusudi nikupende na kukuheshimu siku zote za maisha yako. Ukubaliano wenu huu mliouonyesha mbele ya kanisa, Bwana na uthibitishe kwa wema wake, apende kuwazidishia wingi wa baraka zake aliyoyaunganisha Mungu, mwanadamu asiyatenganishe. Bwana apende kuzibariki pete hizi zitakazobishana, ziwe ishara ya mapendo na uaminifu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Muungano wa Yesu pokea pete hii, iwe ishara ya mapendo yako na uaminifu wako kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Evans, pokea pete hii iwe ishara ya mapendo yako na uaminifu wako kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Haya, naweza kukumbatiana na kuhusiana hapa chapchap.
neema yako, Bwana. Wawe umoja katika roho na mambo yote, wasikae pamoja kama bwana na mjakazi, bali wapendane kama Kristo alivyolipenda kanisa lake, Bwana. Wavumiliane na kuzoeana kwa saburi na mapendo, wasali pamoja na kuombeana kwa Mungu, Bwana. Wawalee watoto wao vyema na kuwapeleka kwa Kristo. Wawakabidhi wajukuu mila za wazee zilizo njema, Bwana. Nyumba yao na iwe kanisa dogo, familia yao iwe msingi wa taifa, Bwana. Tuombe. Mungu, wasaidie hawa wanandoa wetu Evans na Alice, watumie daima neema za sakramenti hii takatifu, wasimfungulie shetani mlango hata mara moja, waishi vema na kusali pamoja, ili Bwana Yesu aweze kukaa kati yao maisha yao yote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Basi ndugu zangu, kwa ibada hii Evans na Alice sasa ni mwili mmoja. Tuwashangilie kwa makofi. Basi wanaporudi kwenye sehemu zao za kukaa, naomba basi kwaya mwasindikize kwa wimbo mzuri wa ndoa. Thank you.
Baba Mwenyezi. Bwana, tunakuomba uipokee vipaji tunavyokutolea kwa ajili ya kutakatifuza agano la ndoa na kile ulichoanzisha kwa wema wako, ukitunze kwa majaliwa yako
mkate akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatwaa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tangaze fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kufufuka kwako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuo wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa kustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo kusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ukumbuke kanisa lako lililoenea kote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Stefano Musomba na wazee wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuo, na marehemu wote waliofariki dunia katika huduma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Na kuomba watumie sote ili pamoja na Maria Bikira mwenyeji mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokufa tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Na sasa kwa imani sali ile sala aliyotufundisha Bwana wetu ikisema, Baba yetu maarufu peke yao tafadhali mje hapa mbele ili asalama. Ndugu wapenzi, tumwombe kwa unyenyekevu Bwana awamiminie kwa wingi wa baraka ya neema zake watumishi wake hawa Evans na Alice waliofunga ndoa katika Kristo, nao aliowaunganisha kwa agano takatifu na kwa njia ya sakramenti ya mwili na damu ya Kristo, awafanye kuwa moyo mmoja katika mapenzi. Ee Mungu uliyeumba vyote kwa enzi yako bila kutumia kitu na kisha kupanga yote na kumuumba mtu kwa mfano wako, unamfanya mwanamke awe msaidizi wa mwanamume asiyetengana naye, ili wasiwe tena wawili ila mwili mmoja. Umefundisha ya kuwa uliopenda kuyaunganisha si halali kamwe kuyatenganisha. Ee Mungu uliyependa kutia katika maagano ya ndoa ishara ya sakramenti ya umoja kati ya Kristo na kanisa, umeweka wakfu kifungo cha umoja wa mume na mke kwa fumbo kubwa hilo. Ee Mungu uliyeagiza kwamba mwanamke
wadumishe uaminifu katika maagano yao ya ndoa. Neema ya upendo na amani ikae ndani ya mama huyu Alice, daima awafuate wanawake watakatifu waliosifika katika maandiko matakatifu. Moyo wa mume wake Evans uwe wa imani naye, amtambue kuwa mwenzi na mrithi mwenzake wa neema ya uzima, ampe heshima ipasavyo, ampende daima kama Kristo alivyolipenda kanisa lake. Na sasa, Ee Bwana, tunakuomba hawa watumishi wako wadumu imara katika imani na amri zako, wakae ujumba, watambulikane kwa tabia yao njema, Injili iwatie nguvu, wamshuhudie vyema Kristo kwa watu wote, wawe ya baraka ya kuzaa, wawe wazazi waliokomaa katika fadhila, wote wawili wajaliwe kuona watoto wa watoto wao, na baada ya kufikia uzee wanaotamani, mwisho wafikie uzima wa wenye heri na ufalme wa mbinguni. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani nawacheni, amani yangu nawapa. Usizitazame dhambi zetu, ila imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama ndivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na sasa mpeane amani. Tazameni mwana-kondoo wa Mungu anayeondoa ulimwengu. Heri hao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Mwili na damu ya Kristo vitulinde hadi tufikie uzima wa milele.
mimi usiniache, na mimi Bwana usinipite. Wewe kimbilio langu, wewe ndiye tegemeo langu. Mimi usiniache, na mimi Bwana usinipite. Wewe kimbilio langu, wewe ndiye tegemeo langu. Najua mimi ni mdhaifu, niliyejawa na mapungufu, lakini Bwana unikumbuke unapogawa neema zako. Mimi usiniache, na mimi Bwana usinipite. Wewe kimbilio langu, wewe ndiye tegemeo langu. Mimi usiniache, na mimi Bwana usinipite. Wewe kimbilio langu, wewe ndiye tegemeo langu. Mimi usiniache, na mimi Bwana usinipite. Wewe kimbilio langu, wewe ndiye tegemeo langu. Mimi usiniache, na mimi Bwana usinipite. Wewe kimbilio langu, wewe ndiye tegemeo langu.
hakika yametimia kwa mapenzi yake Mungu. Agano hili mlidumishe daima milele yote. Na sasa si wawili tena, ni mwili mmoja. 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 Awalinde siku zote, kwa wingi awajaze baraka daima milele yote. Na sasa si wawili tena, ni mwili mmoja. 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 Furaha yenu idumu tangu sasa na milele. Upendo wenu na uchanue daima milele yote. Na sasa si wawili tena, ni mwili mmoja. 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 Milele milele, ndoa yenu idumu. Milele milele, ndoa yenu idumu. Milele milele, ndoa yenu idumu. Milele milele.